What you don't know is that kuna mtu tu alienda akamake covenant mahali kuhusu maisha yako. Akasema hutawahi fanikiwa. Ukijaribu chochote itakuwa inaenda mrama. Ndoa yako itawahi simama. Hautakuwa unakubalika. Yani kuna mtu tu alienda akaweka covenant na akatamka maneno na akatoa sacrifice ama akatoa offering. Na wewe uko tu unaishi tu unajiuliza haki mbona najaribingi yeye iendi? Mbona mimi haki nikijaribu hivi? Mbona mimi mambo yangu wakati inakuja tu? Ile almost syndrome. Actually the other day I was discussing with a good friend of mine about the almost syndrome, whereby uko almost kufika tu. Yani wakati uko almost kupanda hiyo ndege, uko almost njia zako zifunguke, kitu inafanyika, unarudi tena zero. Yani uko almost. Wewe tu uko unajiulizanga gai. Na hujawahi fikiria hata kuomba. Hujawahi chukulia hiyo kitu serious. Wewe unasemanga tu mimi sijui shida yangu kwa ni nini. Mimi saa zingine najikutanga tu na kuwa rafiki na mtu na anani reject tu. Na ni mtu angenisaidia. Ama unaanza kusema gai, nilipatana na mtu mzuri mwenye angenisaidia lakini sijui nini ili happen. Aliacha tu kuniongelesha. Ama aliacha tu kuchukua simu zangu. And then you think it's normal. Let me tell you something. Some of us come from backgrounds where witchcraft is real. Yes, life is spiritual 100%. We come from backgrounds whereby generational curses are real. Wengine wetu kama si maombi na imani atungekuwa. And I'm speaking this because I'm a victim of what I'm talking about. Nilingangana sana. And even in my family, I'm speaking this without fear. Kuna struggles tulikuwa nazo na nilikuwa nakaa najiuliza shida ni nini, especially my mom. Mamangu alikuwa na bidii sana, lakini unapata kuna vitu tu haziendi. Na wakati alienda chini pia mimi nikajikuta tu pia mimi ya vitu haziendi. And then unajua tunasemanga ni wakati wako hujafika. Of course yes, wakati wako hujafika. Lakini nayo kuna kitu inaweza kuwa the same for more than 5 years. Kwanza mimi nilikuwa napitia a lot of rejection. Nakataliwa. I'm a very intelligent girl ever since I was born. Mimi ni mtu mwenye nilizaliwa na akili mingi sana kutoka nikiwa mdogo. Na sikuwa najua hii akili yangu na kuona yangu mbele na kuongea yangu mingi inaweza nisababishia mabaya kwa maisha yangu. Inaweza fanya mtu aende anitamkie mabaya kwa maisha yangu. Yani inaweza fanya mtu aende make covenant ama aweke angano na shetani kuniharibia future yangu. It has taken prayers. And this is what I want to tell you today, this morning. Guy, I'm preaching. Usifikirie ni kawaida. Fungua kinywa chako. Sawa, unaona hii mdomo, your tongue, iko na a lot of power. Fungua kinywa chako na ukuwe na imani. Kitu ya kwanza kuwa na imani, have faith. Kwa sababu mtu mwenye anaenda kumake covenant, na anaweza kuwa alimake covenant ukiwa mtoto mdogo. Wewe tangu uzaliwe kuna mtu alienda akakukanyagia mambo zako. This is Africa and witchcraft is real, whether you like it or not. Of course yes, we pray against witchcraft, we believe there is no witchcraft, lakini iko. When you become spiritual, you know some of this. Life is spiritual. These things are real. Fungua kinywa chako na ukuwe na imani. Na useme kama kuna mtu alienda akatamka majina zangu mahali, na ujiita majina zako zote. Kama kuna mtu alienda akatamka jina langu Esther fulani, kutoka leo najikatanisha na angano yoyote. I break every covenant loose, every demonic covenant that was made against my life, against my finances, against my growth, against my marriage, against my happiness, against my progress. I break it loose and I declare and decree that from today, wewe ndio uko na hiyo power. Unaweza kuwa unaenda unaomba. Let me tell you the reason why I'm telling you this is that I spent many years nikienda kuombewa until I learned that as much as naekelewa mikono huko nje na naombewa, even me, God has given me the power. In the book of Luke, I think chapter 7 verse 10, the Bible says that Jesus says that I've given you the power to tread over serpents and scorpions. The same power that Jesus possesses, you possess it too. You are like God. Hallelujah. Fungua kinywa chako. Jitamkie baraka. Jikatanishe na madhabahu. Sema kutoka leo maisha yangu itakuwa hivi na hivi. Na kama ni pesa yako, chukua pesa yako iongelele. Kama ni your marriage, but these things I didn't know. I came to know them later on. Kitu ingine, some of us are fighting curses and battles. Na wengine wetu tunalipia hata vitu hatujui za mababu zetu. Generational curses are real. Kuna mtu wa kwenu alifanya kitu
na hiyo kitu ikatamkwa na ikakuwa curse. Wewe uko hapo unalipia dhambi za mtu mwenye alikufa, jikatanisha na hiyo kitu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Usikuwa unasema ati kwetu watu wanakuanga walevi. Let me tell you. Si ati kwenu watu wanakuanga walevi. Hiyo ni kitu iliwekwa. Usiamke useme ati kwetu watu hawaolewi, like in my family, by the way. I'm not ashamed to say that I come from a background whereby familia yetu wanawake wengi wana end up kukua single mothers, and me I said I will never ever curse marriage. Even if I'm the one to pay that price, I'll pay the price and I'll get married and I'll live and I will enjoy my marriage in Jesus name. Mimi sitakaa hapo niseme ati sitaolewa, and I know I have the desire. Niko na hiyo desire ya kuoleka. Lakini unapata kitu inakuja tu inafanyika, naanza kusema gai kwetu atuoleangwi. Ama gai, by the way, wanaume wanakuanga ni shida. No. Unafikiria ni kawaida. The same thing that you are going through unai pass down to your children without knowing, because wewe may entertain. Pay attention to the things which are happening in your life and things which might feel uncomfortable. Sometimes zinakuja kama storms, unaona ni kawaida tu, inapita, lakini kitu inakaa ikijirudia. Hata hasira nyingi unasema gai, kuna watu wanakuanga na hasira mpaka hata unajikuta wanasema huku watu huwa wanauana. Ama unakuta watu wanasema hawa watu huwa wana commit suicide sana. Unaona hii familia watu wengi wamejiua. Wewe unafikiria haya ni kawaida. Ama unaanza kusema by the way mimi siwezi jiua, utajiua next. Oh my God, life is spiritual. It's a beautiful Saturday morning and I had to pass this message because I was just thinking about it, and I'm like, if only you can take your prayer life serious, you'll see changes, okay? Enda uombewe, but also jiombe, jikatanisha. Na ukijikatanisha ulipe, unatukulipa, uwekelee offering ama ni sacrifice. Sababu mtu mwenye anaenda kukufanyia kitu mbaya, pia yeye anaweka sacrifice. Shetani huwa haendi kuomba bure. Na wewe usiende kwa Mungu wako bure. Tolea Mungu kitu. Na Mungu wetu si yule Mungu mwenye atakuitisha ati 1,000, 100,000. Chenye unatoa na moyo wako. Hata kama uko na hiyo 10 bob, ambia Mungu mbele na nyuma niko na shilingi 10 ndio nakupatia. Na Mungu wetu si lazima umpatie pesa. Hata unaweza chukua tu kuku yako upelekee mtu mwenye anateseka mahali. Hata unaweza nunua tu sukuma upelekee mtu mwenye anateseka mahali, useme Mungu nimetoa hii kwa sababu yako. Huyu akikula unajua hakuna kitu kizuri kama that is kama upeleke kwa kanisa. Kwa sababu kuna mtu atasema hataki kupeleka kwa kanisa, but unaweza pelekea hata mtu mwenye akona shida mahali, genuinely akona shida, na iko hiyo ndio sadaka yako. Are you getting what I'm trying to say? Ama unaweka tu kwa bahasha unapeleka mahali. Najaribu kukufunza kuhusu offering. Anyway, I'm not a pastor. My name is Esther Wakemani. Nauza mtumba, nauza viatu, I'm a business coach, I'm a sourcing agent. Nafanya vitu mingi, na pia saa zingine mimi wa encourage watu huku na wa motivate. Na ndio hivyo. Si ni sawa? Life is 100% spiritual. Kaangu kikumbuka Wakemani alikwambia.